Ndugu mtazamaji wa Royal Power TV, leo ni muda mzuri ambao tumeweza kukutanana na tumeweza kupata mgeni wetu rasmi ambapo walijisikia kwamba ana haki au ana mawili matatu kwa kuongea kuhusiana na watu wengi wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa. Basi atakwenda kutuambia mengi na ufafanuzi kwa zaidi ili tuweze kujua nini maana kusherehekea kuzaliwa, yani birthday. Kwa hiyo tunaye ndugu yetu hapa ambaye atakwenda kujitambulisha. Ndugu, karibu. Okay, asante. Asante ndugu kwa kuweza kunikaribisha katika masuala zenu za Royal Power TV. Ili kuweza kusaidiana baadhi ya maswali ambayo yapo. Na maswali ni mengi ambayo yanakwenda kuulizwa. Kwa hiyo ni halali tuweza kusherehekea siku hiyo ya kuzaliwa. Ni umri gani au ni nani anastahili kusherehekea au ni nani asiyoweza au sio stahili kusherehekea katika siku hiyo. Lakini mimi nataka niende tu moja kwa moja kwamba ni halali. Kwa sababu kama watu tunakwenda kusherehekea siku hiyo ya kuzaliwa, kwanza ujue kwamba unafanya kumbukumbu ya kujua tarehe yako na mwezi ambao uliweza kufanya nini? Kuzaliwa. Ndio. Na kwa sababu miaka ile ya nyuma ya wazee wetu ambao waliweza kutuzaa, hivi vipindi vya kuweza kusherehekea sikukuu hizi vilikuwa havipo. Na ndio maana wengi walikuwa hata katika kipindi cha sensa, mtu anauliziwa kwamba tarehe yako ya kuzaliwa na mwezi, mtu alikuwa anasema kwamba Messi anataja tu mwaka. Na ndio maana sasa ile Njala alifanya kila moja tarehe moja mwezi wa kwanza, wote tukapewa hivyo kwa sababu hizo changamoto hawajui, watu hawajui. Kwa hiyo leo tunatakiwa tujue nini maana ya okay. Kwa hiyo na ndio maana nimetaka tu nijibu kwamba kwa kweli ni halali kwa sababu unafanya kwanza kumbukumbu kujua siku ambayo uliweza kuzaliwa. Ndio. Na cha pili ni kushukuru Mungu kwa jinsi alifanya mambo makubwa katika siku ile ya kwako. Kwa sababu kuna wengi ambao walitarajiwa siku hiyo na tarehe ile ambayo ulizaliwa, lakini hawakuona wakati ule. Sasa kama mimi nilibahatika tarehe ile ambayo nikaiona kwa miezi 9, nikaiona, na wengi katika siku ile mimba ziliharibika. Ndio, hiyo ni kweli. Mimba zikaharibika na wengi katika siku ile wakuzaliwa na tarehe ile na muda ule na sekunde zile wakapoteza maisha. Lakini kwa sasa nikapata ile neema ya kuweza kuiona ile siku na siku ya kufuata, na mpaka nikaanza mwezi na mwaka mpaka mtu nafikia kwa miaka yako ambao unaweza kujisikia kwamba usherehekee siku yako. Kwa hiyo ni lazima kwamba kila mwanadamu atambue kwamba lazima hii inamhusu yeye. Ndio. Na nataka tena niweze kuonesha watu mwanadamu anasherehekea. Mwanadamu anasherehekea. Sherehe ya kwanza ya mwanadamu ni kuzaliwa. Sherehe ya pili ya mwanadamu ni kuoa na kuolewa. Ndio. Na sherehe ya tatu ni kufa. Na sherehe zote hizo hiyo ya tatu pamoja, watu wanafikia muda kulia, lakini saa ile ambayo mnataka kutinda msiba, watu wanafanya nini? Watu wanakula. Wanapata msosi. Watu wanasahau kwamba tulikuwa kipindi gani. Sio hivyo? Ndio. Lakini ngoja kwanza tufafanuze kidogo hapo. Maana kuna kipindi mtoto anapozaliwa watu huwa wanasikiliza yule mtoto kama amelia. Asipolia huwa watu wengine wanakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo hapo penyewe linaendana na kipindi cha mtu kufa au hapo vipi? Maana mtoto asipolia anasema mtoto huyu bado wana mashaka naye. Sasa hapo pengine unaweza kueleza kidogo au hakujawa kwa kweli mimi uko sana katika utaalamu, mimi siwezi kwenda sana kivile. Lakini najua kwamba mambo yako wazi kwa sababu wanaojua hayo mambo ni wale manesi pamoja na mzazi, kwa sababu kweli. Kwa hiyo hata kama ni wewe lazima kwamba maana usipotoa alama kwamba ili mwanadamu atambue kwamba hakika huyu mtu ni mzima au vipi. Kwa hiyo lazima kwamba kama hakuna alama yoyote ile, na maana kwamba alama ambayo inakwenda kujulisha kwamba huyu mtu ni mzima, lazima kwanza utikise viungo vyako. Ya pili lazima ufanye nini? Ulie.
ili kwamba mtu ajue kwamba hakika yule mtu ni mzima au yule mtoto ni mzima. Kwa hiyo kama wewe hizo alama, ina maana kwamba hizo alama za kuonyesha kwamba analia, lazima kuwepo alama ya kujiuliza kwani hapa kuna uzima. Nafikiria kwamba mambo yako wazi. Yaani hapo sawa. Kwa hiyo hebu tuambie sasa kilichoendelea hapo. Okay. Kwa hiyo nataka niseme kwamba kwa hiyo kila mtu wakati unapotaka kufanya sherehe yako ya kuzaliwa, kwa hiyo kusiwepo kipingamizi chochote. Ndio. Unaona? Na wewe fanya, kwa sababu hata tukisoma maandiko iko wazi. Unaona? Maana hata Yesu watu walifanya nini? Lazima watu walipashwa habari. Umeona, watu walipashwa habari kwamba amezaliwa, na watu wakaenda. Unaona, na watu wakaenda kufanya nini? Wakaenda kumtolea. Wakati mimi nimezaliwa, wakati wewe umezaliwa, kuna sherehe ambao wazazi walifanya na ikawa machangizo. Ndio kwamba mimi mke wangu amejifungua, unaona, au malikazi wangu amejifungua, umeliona hilo. Kwa hiyo ina maana kwamba hiyo ikafanyike sherehe, umeona. Kwa hiyo wakati mtu anafanya ile sherehe, ina maana kwanza ni furaha ambayo inayopitiliza, kwa sababu kwanza mwanamke wakati amebeba ujauzito kuna percent ya kupoteza maisha, percent ya 50 ya hatari. Iko tarishi. Kwa hiyo muda ule unapopata ile neema ya Mungu kujifungua, kupata ile neema, Mungu amekupa ile neema ujifungue, ni lazima ufurahi, ni lazima umtukuze Mungu, lazima ufanye nini? Usherekee. Lazima ufanye nini? Umtukuze Mungu. Kwa hiyo kusema kwamba hapa nimeelimika, nimesaidiwa, yani ule uzito au nani mke wangu au ndugu yangu fulani alikuwa na ujauzito, lakini Mungu amekwenda kumsaidia, amejifungua salama. Ni kweli. Hiyo ndo nataka tu nionyeshe kwamba watu hivyo kwamba hakika fanya sherehe yako. Kwa karne hii ya kwetu tunaendelea, kuna mambo ambayo yanatufunza vitu ambavyo vizuri na vitu vingine ambavyo vitu vibaya. Unaona? Lakini karne za wazee wetu ambao haya mambo yalikuwa yapitike, na ndio maana ikawa nafikia changamoto mtu anashindwa kuelewa siku ya kuzaliwa na mwezi wake wa kuzaliwa, lakini akijua mwaka tu. Lakini wakati ule ambao wakati huu wetu tumezaliwa mpaka tunaendelea kukua, tunakuta mambo yanaendelea, wazazi wanaendelea kutuambia kwamba ulizaliwa siku fulani, na mtu anaendelea kuyakuta haya mambo masherehe. Kwa hiyo mtu anakuwa anajizoesha ili wakati unapofika lazima afurahi. Sasa kuna kitu kingine ambacho nataka tu nijibu kwa ndugu wengine ambao wamekwenda kuulizia maswali. Kwa hiyo katika sherehe mtu anaweza akatolewa changizo hii sherehe yangu ya kuzaliwa. Kwanza mimi nataka tu nijibu kwamba ukialika mtu ambaye anakuja tu kufurahi na kula vya kwako, ufukuze kwa sherehe. Kwa lipi sasa? Maana mnakuja kusherehekea kwa pamoja, lazima apate resource. Sasa yaani ukimfukuza sasa tisikia vibaya. Hapa wewe ukisoma Mathayo sura ya 2 na ule mstari wa 11. Umeona? Kwa hiyo lazima kuna watu ambao wale wa majusi wale watu walienda kwenye ile nyumba. Umeona? Wakaenda kuona kama kweli awe amezaliwa. Umeliona hilo? Maana walipofika pale walifanya nini? Walimbolea. Yaani vitu mbalimbali. Umeona? Yule naye akienda kuangalia mtoto lazima peleka kitu chochote. Umeona? Na ndio maana michango inafanyika kwamba mtu unapopewa habari kwamba mke wangu amejifungua, alafu kuna watu wengine ambao wana hali ambayo ya kutokujua na nini samani kwamba kupewa mwaliko. Unaona? Wanaenda tu kinemera. Mtu anaanza kusema bwana, nimeona mke wako amejifungua. Nimeolia bia, ninaomba hiki na hiki. Hapana. Kwa hiyo wewe kwanza mimi nitaandaa. Umeona? Kwa sababu hiyo ni shughuli yangu. Shughuli hii inahusu wangu ambapo inahusu. Kwa hiyo ni furaha ambayo nilionayo. Na cha pili, wakati nimekupa mwaliko wa sherehe hiyo unaenda kwa njia tofauti. Unaona? Mwaliko huu wa kuzaliwa kwangu lazima, au kuzaa kwa mke wangu lazima, ninaweza nikakupa taarifa kwamba mke wangu amejifungua.
Kwa hiyo ni wewe kujua jinsi gani unaweza ukajua kwamba hii ni heshima kubwa. Mwenzangu amenipa mwaliko. Mimi lazima kwamba ninaweza nikaenda kule. Unaona? Lazima wewe huje mara moja unaleta chochote kile. Unaona? Pamoja utakapoweza hata kutumia kile ambacho kimeandaliwa. Lazima kwamba kuna kipindi cha changizo. Umeona? Ile changizo itaweza kufanya kununua vifaa vya ule mtoto au mlea ule mtoto. Umeona? Ya. No, si kwamba wewe uanze kulisumbua mimi au kusumbua mtu ambaye amekualika kwamba bwana naomba bia. Naomba hivi mtu wako amejifungua. Ni sherehe bwana, lazima tuule bwana. Sio sababu andiko iko wazi. Unaona? Yesu alienda kufanya nini? Alizaliwa wakatolea sadaka mbalimbali. Umeona? Na yule mtoto alipozaliwa anatakiwa ile kidogo ambacho utakwenda kumwona umwachie mtoto kuachie. Lakini mbona watu wengi kama vile tuseme kwa kabila letu leo, mimi wachache ndio nimeshawahi kuwaona kwamba wameenda na ile kidogo kuwatolea. Sasa wale pengine hapo na wenyewe walipata somo au ni muelewa mtu au ni vipi hapo, tunaweza tukasemaje kwa wale ambao wanaweza kupeleka ile kidogo na wale wengine ambapo wanaona ni sherehe bwana, leo ni siku ya kula na kunywa, twende bwana nini bwana, mimi siku lake ugali wa hivi bwana mimi alafu bwana analeta zile conditions zake za kusema mimi hapa mimi siku lake bwana moro lazima nipate tuka na pia tu mwili. Sasa huyo naye tunaweza tukamshaurije ili tukapate ushauri, lazima kuongeza safari asione hiyo hali ya. Kwa kweli mimi nataka tu nionyeshe watu wazi tu kwamba wale ambao wanaokuja kwenye sherehe na kufanya changizo na ni mtu kwanza anatoa kwanza pongezi. Umeona? Kwa sababu yule mama amenishughulika nini kifo. Umeona? Kwa hiyo asingekuwepo dunia. Unajua kwamba kuna mtu huwa anajifungua mtoto na baki yeye anaondoka. Kabisa hiyo. Umeliona hilo? Mtu unaweza ukabaki mzima lakini mtoto akaondoka. Umeliona hilo? Kwa hiyo lakini wakati umekwenda kujifungua na kutoka mzima na pamoja na mwanao, lazima wale watu wanaotambua hiyo samani lazima wafanye nini? Wafanye kitu fulani. Umeliona? Kwa hiyo ile zawadi ni kumpa pongezi yule mama. Ajisikie faraja. Umeona? Na ule mchango ambao atakao kwenda kuachiwa basi utafanya majukumu kwa ajili ya nini? Ya malezi tu yule. Umeliona hiyo? Kwanza uje kutoa nini? Pongezi. Pamoja ni siku ya kusherehekea. Kwa hiyo ujue kwamba hakika mama huyu au dada huyu kwa hiyo amenusurika. Umeliona? Au rafiki yangu au mke wa ndugu yangu amenusurika kifo au mpo wangu. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu yeyote, ndugu jamaa na marafiki, unapokuja kwenye sherehe lazima utambue kwamba lazima nipeleke kitu chochote bado kwa ajili ya pongezi. Na kama kuna mtu anakuja kwenye sherehe na sitambui na asiwe na lolote wakati ule na anakuja kufanya vurugu, kwa hiyo anakwenda kuhitaji tu kwamba yeye hale au aanze kuhitaji vinywaji na pasipokuwa na changizo lolote. Kwa hiyo kama watu walikuwa bado hawajui, kwa hiyo lazima kwamba tunataka kwenda kuambia watu kwamba lazima fika kwenye sherehe. Sherehe hii ni sherehe ya muhimu. Maana kuna sherehe zimoja za kijinga watu wanachangia vimoja vitu ambavyo havina maana, lakini sherehe kama hii lazima kwamba ufanye kitu chochote kile cha kuweza kusupport msako. Pamoja utakula lakini utoe support. Kwa hiyo ndo kitu ambacho tunahitaji tu kuambia watu, na wakati ambao wewe mtoto umekuwa wewe mtoto ukikua ni lazima kuna wakati ambao wazazi ndio walikufanyia sherehe. Sasa ni muda wako sasa kujua siku yako na mwezi, wakati utakapoweza kufika wewe mwenyewe lazima ufanye sherehe. Na pamoja kweli unaweza ukafikia bado kuna kimo ambacho bado hakijakuruhusu wewe kutengeneza hiyo sherehe. Mzazi tena ana jukumu la kufanya nini? Kuangalia hiyo sherehe uweze kwa hiyo wewe mzazi tengeneza ni sasa huu ni muda sasa wa kutengeneza nini? Unatengeneza sasa hii
mialiko ya watu kuja. Kwa hiyo kama tukichukua ukumbi mkubwa kwa ajili ya sherehe, hata mtu kwa sababu binadamu ndivyo sasa anafanya, kwa hiyo anajionyesha no. Kwa hiyo anafurahia yule mwanae mpaka sasa yuko hai. Umeona? Maana siku ile kulipotea watoto wengi, siku ile ambayo alizaliwa katika dunia nzima, lakini yeye akabatisha kulea mwanae na mpaka anaendelea pamoja. Umeliona hilo? Kwa hiyo ni lazima afurahi kuendelea kumuona mtoto wake. Na kwa hiyo halika watu. Na mtu utakayeweza kumpa kadi. Angalia mtu wa kumpa kadi. Na ndio maana matajiri huwa wanaangaliana. Tampatia fulani. Hata unaweza kualika watu 3 ukijua kwamba hapa kuna support. Umeliona? Lakini wengine tu anakujaga tu kuenea tu. Umeona? Usialike hiyo sherehe ya mwanao kwamba kuona tu kwa sababu ujaze watu tu hivyo. No. Hata wewe ni tajiri, hata kama wewe ni tajiri una kipato. Na ndio maana wale matajiri wao wana uwezo wa kualika watu wale wasipokuwa kuchangia lolote. Lakini kwamba ile ni haki, ni halali kwa sababu hata Kristo alimchangia. Ile ni halali. Umeona? Kwamba yule mtoto lazima wamchangie. Au wewe ukitaka kuifanya ile sherehe lazima ufanye nini? Kuchangia. Si kwamba kwa sababu wewe wanakuchangia kwa sababu labda unahitaji kupata chochote kupitia kile kitu ndio kuendesha maisha. Hapana. Kwa sababu mimi niliandaa na kuna chakula cha pesa zangu. Umeona? Hiyo ni sherehe ambayo ni furaha. Sasa zile pesa, kwa nini sasa? Nataka sasa niwaambie watu ule mchango utakaoweza kupata au mwanao kupata, unatakiwa ugawe kwenye makundi haya manne. Yapi na yapi? Tuambie watu wasikilizaji na wapenzi wa Hoya Power TV waweze kuelewa hizo fungu. Okay. Moja. Kundi la kwanza, fungu la kwanza. Kwa ile toleo ambayo utakayoweza kutolewa siku ile. Ya kufurahia siku ya kuzaliwa kwako. Au siku ya mwanao. Fungu la kwanza ni kwa ajili yule mtoto au wewe au wewe mimi binafsi mwenye sherehe. Mwenye sherehe ina maana wewe mwenye umeandaa ile sherehe ya siku ya kuzaliwa kwako. Ni lazima kwamba unge kwanza fungu la kwanza kama vile wakanisa wanasema sehemu ya 10. Kwanza hiyo inaenda kwa mama. Au kwa wazazi. Kwa mama, kwa wazazi. Mtoto unaweza kuzaliwa bila baba yake. Kwa hiyo yeye mamake ndio anatakiwa. Kwa sababu mama ndio amefanya kazi. Anaandika pale hospitali. Umeona? Angekuwa mzembe kwa kunitoa mimi au kutoa wewe. Tayari. Sio kama umenielewa. Hapo kabisa uko sawa. Tuko sambamba. Fungu la kwanza lazima mama apewe. Kama vile pongezi na mimi. Na hiyo yaani ukao ukijua kwamba hilo fungu la kwanza ni wewe. Unaona? Na labda yawezekana nataka nionyeshe hapo ya hiyo fungu. Yawezekana labda mtu anaweza kuswali kama nilizaliwa na mama akawa ameshafariki, lakini ni mama amefariki lakini siko naye, lakini nimekuzwa na shangazi au na mamangu mdogo wala nini. Kwa hiyo lazima kwamba yule ambaye aliyokukuza wewe ale badala ya nani? Ya mama yako. Kwa hiyo fungu tu ya mama. Mradi tu ipewe yule mhusika. Unaona? Fungu la pili. Ndio. Fungu la pili. Kaa ukijua katika maisha yako. Ukae ukijua katika maisha yako kwamba tarehe niliyoweza kuzaliwa na mwezi. Ukikaa na jirani yako kwamba akiweza kusimulia kwamba mimi mwezi kama huu na tarehe kama hizi nilimpoteza mwanangu siku ya kujifungua kwangu. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo ule mama wakati wa kuweza kumaliza ile sherehe. Lakini ule mama kwa sababu kwamba ule mama hatoelewa kwamba unajifunza nini cha kuweza kufanya katika ile siku ile, kwamba katika hayo mafungo manne yeye hajui. Kwa hiyo lakini ukikaa katika maisha yako ukijua kwamba katika majirani unayoishi nao au ukijua kwamba au ni mtu mwingine ambaye yuko watu kwamba aliwahi kufisha mtoto wake siku ambayo niweza kuzaliwa. Kwa hiyo kuna fungo ambalo kuna kumpa.
inatakiwa yule ambaye alijifungua mwanaye akapotea, akafariki. Kwenye ile siku ambao nilizaliwa mimi au ulizaliwa wewe. Umeona? Kipindi kile. Siku ile na mwezi ule. Na kama siko naye hapo. Okay. Kwa hiyo kama hauna, kwa hiyo lazima ile fungu hili iende kwa mayatima. Wapo mayatima. Wakumbuke mayatima. Wakumbuke wanani? Mayatima. Sasa fungu la tatu. Fungu la tatu ni kwa ajili ya Mungu. Fungu la tatu ni kwa ajili ya Mungu, kwenda kanisani kushukuru Mungu kwamba leo ndio tarehe zangu Mungu ulinitendea miujiza. Maana mimi sio bora kuliko wale ambao walitoweka siku ambayo kama hii ambayo nilizaliwa. Ndio umeona. Hata kama sherehe yako ni Ijumaa ndio siku yako na mwezi wako, lakini ikifika Jumapili unasema kwamba tamka maneno nimesimama kushukuru Mungu kwa hiki kidogo kulingana na mimi. Kulingana na jinsi alipoweza kuwezesha mimi pamoja na mama yangu. Unaona, siku hiyo nikawa mzima, wengi walipoteza watoto wao, wengi wakapoteza mama zao, lakini mimi nikawa niko hai pamoja nao. Unaona? Na kama mama alitoweka siku ile, lakini mimi nikiwa mzima, lakini naweza kusema kwa kweli pamoja nilipoteza mama siku ya kuzaa, lakini bado ninashukuru kwa kila jambo Mungu aliona mimi bado nibaki. Unaona, ili niwe kumbukumbu. Sadaka. Je, na ile ya 4 ya kwangu sasa au ya hapo kwanza hebu tufafanue vizuri. Maana kuna kipindi labda unaweza kukatoa hiyo sadaka na wakasema kwamba hiyo sadaka ni sherehe ya watu wa ulimwengu. Maana mtu akisema anasherehekea siku yangu ya kuzaliwa, na ukisherehekea tuseme kwenye ukumbi fulani, maana utakuwepo watu wengi. Lakini sasa ukichukua sasa ile sadaka ambayo umesema kwamba iende kanisani, je, wale wa mapasta, watumishi, wachungaji watakuwa tayari kuipokea? Kwanza watu wanatambua shetani. Wale watu wana kama kanisa wanajua shetani. Au wewe unaweza kujua shetani? Hapana. Sikiliza, nataka niseme. Unajua kuna masheria ambayo tunaweka lakini kwamba ni sheria. Umeliona hiyo? Kwa hiyo sherehe ni sherehe. Inategemea na jinsi mtu umekwenda kutengeneza sheria. Kuna mtu ambaye anaweza mfano ninaweza kutoa mfano kwa kina dada watanisamea. Unaweza kunisamea kama naweza kutoa mfano ambayo mtu anaweza akawa labda yeye ni kahaba. Umeona, akaenda kufanya mambo yake. Lakini kuna aina ambao watamuomba. Lakini